أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له Kiislamu na wachamungu endelea na wanazuoni waliwahukumu Mayahudi kwani walikabidhiwa kukihifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Haya, soma nyingine pia. Inasema hakika tuliteremsha Taurati. Sikiliza Joseph, tuliteremsha Taurati yenye uongozi na nuru, yenye uongofu na nuru, ambayo kwayo manabii walijisalimisha, yani walisilimu kwa Mwenyezi Mungu. Waliwahukumu Mayahudi, waliwahukumu kupitia Taurati Mayahudi na watawa na maulama pia walihukumu kwa hiyo Taurati, na pia wacha Mungu na maulama na mashekhe wao walihukumu kwa hiyo Taurati, kwa sababu walitakiwa kuhifadhi kitabu hicho cha Mwenyezi Mungu. Nao walikuwa mashahidi, juu yake. Unaona sasa, ilikuwa ni Taurati. Baadaye nini ilifanyika sasa? Enda 66 inasema baada billahi minash shaitani rajim. Na kama wangelisimamisha Taurati. Sikiliza vizuri, hii ni wakati wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama wangalisimamisha Taurati na Injili na yale yaliyoteremshwa kwao kutoka kwa Mola wao, yani Qur'ani hii, kwa yakini wangalikula vya juu endelea, na vya chini ya miguu yao. Endelea. Lakini wako watu miongoni mwao washikao njia nzuri. Unaona, endelea. Lakini wao wanayofanya 60 ngapi unasoma? 66. Endelea 67. Ewe mtume. Naam, enda 65. Soma 65. Na kama hawa watu wa kitabu wangeliamini na kumcha Mwenyezi Mungu, bila shaka tungewafutia makosa yao. Maana yake hawajaamini. Kama wangeamini, Mungu angewafutia makosa yao. Endelea. Na kuwaingiza katika bustani zenye neema kubwa kabisa. Basi ndio hivyo, wanatakikana sasa wafuate Qur'ani. Kwa kufuata Qur'ani watakuwa wamesimamisha Taurati na wamesimamisha Injili, kwani yaliyokuwa ndani ya Taurati ndiyo yamo ndani ya Qur'ani, yaliyokuwa ndani ya Injili ndio yamo ndani ya Qur'ani. Ni yepi yaliyokuwa ndani ya Taurati na yalikuwa katika Injili ambayo yamo ndani ya Qur'ani? Ni tauhid, na manabii wote walitakikana wasimamisha tauhid. Kwa hivyo tauhid ndiyo cross cutting teaching ya vitabu vyote. Ilikuwepo ndani ya vitabu vya zamani, ilikuwepo ndani ya Taurati, Zaburi na Injili, na sasa hii ipo ndani ya Qur'ani. Na wakisimamisha hiyo Taurati na Injili, yani wasimamisha tauhid yaliyomo ndani ya Taurati na ndani ya Injili, basi watakuwa wameamini Qur'ani, kwa sababu tauhid ndiyo theme, the main teaching ya Qur'ani. Qur'ani kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas, agenda ni tauhid. Yani conclusion ya story zote ni tauhid. Watu wampekeshe Mwenyezi Mungu kwa ni moja. Mfano sura 112 ambayo ni sura ya pili ya mwisho ama sura ya tatu ya mwisho inafundisha nini? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bado ni tauhid. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هذا التوحيد. قل أعوذ برب الفلق. هذا التوحيد. وكذا فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذا التوحيد. قرآن مزيمة للتوحيد. kumpekesha na kumtaja Mwenyezi Mungu. Mpe. Ni kitabu gani walikuwa wanafuata? Anwar, niliuliza Adam, nakumbuka Musa alikuja, Adam alikuwa kabla ya Musa. Nikauliza Noah alikuwa kabla ya Musa. Na nikauliza Idris walikuwa kabla ya Musa. Walikuwa kabla ya Taurati. Nikakuuliza walikuwa Waislamu, nikaambiwa ndio. Hawa Adamu, Musa, Adamu, Nuhu na Idris
walifuata kitabu gani? Walikuwa Msijibu haina uhusiano wote na kidogo. Kuna baadhi ya vitu tumetajiwa ndani ya Qur'ani na kuna baadhi ya vitu hatujatajiwa. Tumetajiwa walikuwa wanafuata mafundisho ya Mwenyezi Mungu, lakini kitabu haswa kwa jina haikutajwa. Nisikize vizuri, nakusikiza. Adam alikuwa anafuata mafundisho ya Mwenyezi Mungu na alikuwa anasimamisha Uislamu, dini ya haki. Kitabu gani? Sasa kitabu jina haikutajwa. Kwa hivyo kuna maana unaweza kuwa Muislamu bila kitabu. Mpe sasa. Sura ya pili aya ya pili, si lazima itajwe jina. Alif lam mim dhalika alkitab la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Maadamu Mwenyezi Mungu amesema walikuwa wanafuata na hatujui, tunaamini hivyo hivyo. Sisi ni umma ambao sami'na wa ata'na, tumesikia Mungu amesema na tumeamini. Si lazima tuletewe kitabu jina yake tuambiwe ni hii. Sasa mimi nikimaliza yeye ndo ataniambia sasa. Sikizeni kivumbi sasa kinakuja. Inasema mimi nimesema walikuwa wanafuata lakini jina haikufanywa nini? Haikutajwa. Sasa yeye atuambie ni jina gani tuone kama yeye anajua sasa. Soma hiyo. Inasema baada billahi sura ya pili aya pili, alif lam mim, alif lam mim. Hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, na ni uongozi. Sikiliza wewe Abu Jahl, na ni uongozi kwa mchao Mwenyezi Mungu, ambao huyaamini nini? Yasiyoonekana. Hizo vitabu hatujaviona maadam nini yamesemwa na Mwenyezi Mungu mpe na mtume wake. Mwenyezi Mungu alipotuambia Adam alikuwa anafuata, sisi tumesikia na hatujaona kitabu jina, hatujaona, tumeamini kwa sababu maadamu ni Mungu amesema alikuwa anafuata. Swali inarudi kwako, Adam alikuwa na kitabu gani kwa mujibu wa vitabu vyenu? Sasa kwetu sisi wa Kristo hatufundishi watu kwamba ukiwa Mkristo lazima ufuate vitabu. Kwa hiyo mafundisho ya Uislamu. Kwa hivyo kama Waislamu lazima ufuate vitabu, na Adam hana kitabu, na Abraham hana kitabu, na Hawa hawana vitabu, kwa hivyo hawakuwa Waislamu. Aliyekuambia aliyekuambia Adam alikuwa na kitabu nani? Nimekuuliza kitabu chake umetoa. Wewe usumeniuliza swali. Hebu nisikize kidogo. Toa hiyo kitabu yako. Nani aliyekuambia lazima kuwe na kitabu ndio uwe Muislamu? Aliyekuambia lazima Ngoja Abu Jahl, hebu nisikize kidogo. Aliyekuambia lazima kuwe na kitabu ndio uwe Muislamu ni nani huyo? Nisomee Qur'ani 52:42. Mpe asome. Msomee 52:42. Leo atatoa kitabu ya Adam. Si alisema nataka kitabu ya Adam? Hapa hakuna maelezo, lazima utoe. Bakisha kitu nyingine, ni nini itasaidia hata tukijua kitabu cha Adam? Maadamu Mwenyezi Mungu ametuletea huda linnas wa bayinati min alhuda alfurqan alkarim, Mungu ameleta Qur'ani, hatuhitaji kujua yale sisi Waislamu, na si lazima awe na kitabu ama asiwe na kitabu. Kuna manabii wengi hawakupewa vitabu na kuna wale walipewa vitabu. Maadamu tu Mwenyezi Mungu amesema tunakubali. Kuna suhufu Ibrahim na kuna nyaraka mbalimbali walipewa manabii mbalimbali. Mfano Yahya alipewa kitabu na hatukuambiwa ni gani. Inaweza kuwa ni Injili ya Isa ibn Maryam ama akafuata ile ya Taurati ya Musa, hatuna shida. Sisi maadamu Mungu amesema walikuwa wanafuata sheria na maamri, walikuwa wanafuata, tunakubali, hatupingi. Soma hiyo. Inasema baada billahi minash shaitani rajim. Naam. Na namna hivi tumekufunulia wahi kwa amri yetu. Naam. Ulikuwa hujui kitabu ni nini? Wala imani. Lakini tumefanya kitabu hiki cha Qur'ani. Ni nuru ambayo kwa nuru hiyo tunamuongoza tumtakaye katika waja wetu. Atulia kidogo. Ngoja. Mimi ndo mwenye swali, si aya wewe utoe mimi ni nyamaze. Swali yangu, aliyekuambia Adam alikuwa na kitabu nani? Mpe. Kwa hii aya tumeambiwa kwamba huyu ni Muhammad. Anaambiwa namna hivi tumekufunulia wahi. Yani Qur'ani. Kwa amri yetu. Naam. Kabla ya hapo ulikuwa hujui kitabu ni nini? Huyo ni nani? Muhammad hajui nini? Ngoja, huyo ni nani anazungumziwa? Muhammad. Mimi nimeuliza Muhammad ama Adam? Hapa hakuna ku divert story. Mimi niliuliza kuhusu Muhammad.
Waislamu, niliuliza kuhusu historia ya Muhammad. Niliuliza kuhusu Adam, yeye aliniuliza hivi, nisikizeni. Aliuliza kitabu cha Adam kilikuwa kinaitwaje? Sisi tulimjibu hatujui jina, lakini alikuwa anafuata mafundisho na amri ya Mungu. Tulisema hatukusema? Naam. Sasa mimi nikatanda table. Kwa kuwa sisi tumesema hatukijui jina, lakini tunaamini alikuwa na mafundisho ya Mungu. Tukamuuliza yeye sasa, wewe Abu Jahl, tuambie kitabu cha Adam kinaitwaje? Yeye anafaa ajibu, aseme kitabu cha Adam kinaitwa kitabu fulani. Anakuja kurukia Muhammad, kwani Muhammad yani kila kitu kiwauliza wanarukia Muhammad. Kwani Muhammad alichukua pesa yako wewe? Ama alienda na sister yako? Hawa tukiuliza kitu yote lazima tukale Muhammad. Lazima tunaongelea Adam, anakimbia kwa Muhammad. Ni nini anatafuta kwa Muhammad? Anatafuta weakness hapa aende atukane. Sisi hatuongelei kuhusu Muhammad, tunaongelea Adam. Nini kilichokufuata, kilichokufanya unaacha topic Adam unakimbia Muhammad? Kama sio chuki ndani ya nafsi yako, ni chuki tu imejaa ndani ya nafsi yako kumchukia Muhammad. Ukiulizwa kuhusu Isa unakimbilia Muhammad, ukiulizwa kuhusu Adam unakimbilia Muhammad. Wacha chuki dhidi ya Muhammad. Huyu ni mtume wa Allah, hana shida na mtu yoyote. Mwacheni maskini ya Mungu. Wewe jibu swali, mpe. Adam alipewa kitabu gani? Nisomee katika. Hatusomi. Somee mwanzo. Hatusomi. Nauliza hivi, nisikize kidogo. Kabla isomwe, nisikize. Hebu sio discussion. Kila mtu kwanza sikiza. Nasema hivi. Sasa kabla ujieleze, sikiza swali yangu ndio ujieleze, mpe. Sikiza swali yangu. Nimekuuliza nini? Funga Biblia. Alipewa kitabu gani? Funga Biblia. Kwanza funga Biblia. Funga Biblia yote. Sasa nikwambia kidogo. Kabla utoe ushahidi, tuambie ni kitabu fulani, ndio sasa utoe ushahidi. Adam alipewa kitabu gani? Umekuja mzuri. Number 1. Adam hakupewa kitabu chochote. Sasa hauhitaji kitabu. Tulia Mungu. Tulia kidogo. Hauhitaji kitabu kidogo. Amesema hakupewa. Subiri kidogo. Ngoja kidogo. Amesema Joseph, Adam hakupewa kitabu chochote. Hakupewa. Hii maneno ya kusema hakupewa kitabu umetoa wapi? Nimetoa hapa. Toa, soma sasa. Iseme Adam hakupewa kitabu chochote. Na swali ya pili, ikiwa Adam hakupewa kitabu, kwa nini unauliza kitabu cha Adam wakati unajua hakupewa? Sababu Waislamu anafundisha lazima ufuate kitabu ndio uwe Muislamu. Wapi ilisema hivyo? Wapi ilisema hivyo? Muhammad anaambiwa bona. Hiyo ni Muhammad. Siongelei Muhammad. Nasema hivi. Siongelei Muhammad. Topic ni Adam. Wapi aya inasema huwezi kuwa Muislamu mpaka upewe kitabu? Wapi inasema? 252 Qur'an. Haisemi Muhammad alikuwa hajui kitabu ni nini wala imani ni nini. Huyo ni Muhammad. Anasema hivi. Imani kitabu ndio hajui imani. Abu Jahl, tuelewane kidogo. Wakati Muhammad anaambiwa hivyo, ni mtu mwenye kupewa kitabu. Subiri kidogo. Musa pia ni mtu mwenye kupewa kitabu. Yesu ni mwenye kupewa kitabu. Daudi ni mwenye kupewa kitabu. Kuna wengine wengi hatukutajiwa kuhusu kupewa, lakini tuliambiwa walikuwa wanafuata Taurati na ni manabii wa Mungu, wanafuata Taurati, manabii wa Mungu. Subiri kidogo, sijasema Adam, nilisema baadhi ya manabii waliokuja baada ya Musa, sikusema kabla ya Musa. Nikianza hapa nilikuwekea wazi, nilisema baada ya Zaburi, Taurati, manabii walikuwa wanajisalimisha kwa Taurati mpaka ikakuja Zaburi. Wakawa sasa wanajisalimisha kwa Zaburi, na Zaburi haipingi Taurati. Ikaja Injili, wanafuata Injili, na Injili haipingi Taurati. Ikaja Qur'ani, wanafuata Qur'ani, na Qur'ani haipingi Taurati. Sasa shida na wale ambao walikuwa na vitabu. Kulikuwa na wengine hawana vitabu. Wale ambao hawana vitabu ni watu uliambiwa lazima uwe na kitabu ndiposa uwe Muislamu. Hilo tunakukataza. Kwa imani yako unaamini kabisa, sisi pia tunaamini si lazima kitabu. Maadamu Mwenyezi Mungu lazima kwenda mtu huyo. Sio lazima kitabu. Nikuonyesha ushahidi. Nikuonyesha sasa. 51 Qur'an. Hapana, 1951 nikuonyesha ushahidi wa nini huyu ana vitu viwili haelewi. Kwanza hajui nini maana ya nabii na hajui maana ya rasul. Rasul ndio mwenye kupewa kitabu. Nabii si lazima apewe kitabu. Adam alikuwa ni nabii, hakuwa na kitabu, na kama
alikuwa na kitabu basi ni sawa. Kuna baadhi ya marasuli pia hawakuwa na vitabu, lakini inawezekana nabii asiwe na kitabu na bado akahubiri maneno ya Mungu kwa sababu anapewa ilham. Ushahidi suratul Maryam aya 51, soma hiyo. Inasema ni baada billahi minash shaitani rajim. Soma nitoa ushahidi kwa Bismillahir Rahmanir Rahim. Naam. Namtaja Musa katika kitabu hiki. Hakika yeye Musa alikuwa ni mwenye kuchaguliwa. Endelea. Na Mwenyezi Mungu alikuwa naam mtume. Kwanza alikuwa mtume, nabii. Soma sharhi sasa. Inasema rasul maana yake, yani mtume maana yake rasuli ni mjumbe. Rasul maana yake ni mjumbe, yani mtume. Na nabii maana yake ni mwenye kutoa habari za siri kutokana na Mwenyezi Mungu. Endelea. Inaendelea kisema kwa hivyo kila rasul lazima awe ni nabii. Kwanza lazima awe ni nabii, wala si lazima kila nabii kuwa ni rasul. Sasa si lazima mtu awe rasul awe na kitabu, na si lazima mtu awe ni rasul ndio tumwamini. Wako manabii hawajawahi kuwa rasul, hawajawahi kuwa mitume, wamebaki kuwa manabii na tunawaamini. Si lazima kuwe na kitabu ndio tuamini. Sasa hii ya kutulazimisha lazima kuwe na kitabu ndio uwe Muislamu, hiyo haingii. Na usitulazimisha vitu ambavyo hatuamini. Akili yako ya Google, ile kitu ni Google, usiilete hapa. Sisi ni Waislamu, si lazima kuwe na kitabu ndio tuamini. Maadamu mtume wa Mungu au mjumbe wa Mungu au nabii wa Mungu amesema, tunaamini. Walikuwepo manabii wengi na hawakupewa vitabu na walikuwa tunawaamini. Mimi narudi, alisema Adam hakupewa kitabu. Alisema kusema? Sasa atoa hiyo statement, andiko mpe, toa ushahidi. Unaosumuza mzuri sana na kitu ambacho unasema haina hata pressure. Wewe umetufundisha vile tunasema, mimi wewe na mimi tunasema nearly the same thing. Ngoja, unasema kwamba question was wrong. Ngoja, sio question is not wrong. If it's not wrong, question was informative. Sikize kidogo. Tumekubaliana mimi na wewe kabisa kwamba si lazima kuwe na kitabu. Ngoja kidogo. Lakini swali yako sio lazima. Ngoja kidogo. Swali yako ingekuja kwa njia ya kujifundisha. Najifunza. Ungeuliza hivi: je, Adam alikuwa na kitabu au hakuwa na kitabu? Hiyo umetoa option mbili. Nisikize. Either alikuwa nayo au hakuwa nayo. Mimi ningekujibu hakuwa nayo. Nisikize kidogo. Nasema hujajibu. Ngoja kidogo nimalize. Swali langu umelisikiza kidogo. Nataka nikufundishe aina ya kuuliza swali. Nisikize. Leo nakufundisha for free. Kuna swali ambayo inaonyesha uko na background information na kuna swali ambayo ni innocent. Mfano, ukiniuliza nataka kujua kama Adam alikuwa na kitabu ama hana. Mimi nikikwambia hana, basi ushajua. Nikikwambia anayo, nitaintroduce. Ni kweli? Wewe hukuuliza hivyo. Ukauliza hivi, nataka jina ya kitabu cha Adam. Kitabu cha Adam kinaitwaje? Maana yake ushaconclude Adam ako na kitabu, lakini kinachotafutwa sio kitabu, ni jina la kitabu. Umenipata vizuri? Maadamu ushajua Adam ako na kitabu, unahitaji jina lake, kama inaitwa Taurati, kama inaitwa Zaburi, kama inaitwa Injili ama Qur'ani. Muhammad alipewa kitabu, jina lake linaitwaje? Qur'ani. Yesu alipewa Injili, jina lake? Unasema Injili. Alipewa kitabu, jina lake? Injili. Daudi alipewa kitabu, jina lake? Zaburi. Musa alipewa kitabu, jina lake? Hivyo ulisema Adam ako na kitabu, lakini unataka jina lake. Subiri. Maadamu ushaconclude, subiri. Maadamu umeshaconclude kwamba Adam ako na kitabu, unataka jina, mimi nikakuunga mkono. Nisikize. Nikakuunga mkono. Adam kitabu anayo, sawa, lakini jina hatujui. Nilisema si kusema? Nilisema anayo. Sasa wewe kwa swali yako uliuliza hivi, jina la kitabu. Next statement yangu, angalia. Ndio uwe Muislamu na takana uamini Mungu ni mmoja. Si ni kweli? Naam. Uamini mitume wake. Kabisa. Uamini malaika. Kabisa. Na uamini nini? Vitabu vyake. So Adam awe Muislamu lazima aamini nini? Si lazima nasema hivi. Sasa kama Adam hana vitabu atakuwaje Muislamu? Ngoja, vitabu vyake Mungu ni specific. Atakuwaje Muislamu? Ngoja kidogo. Vitabu vya Mungu ni specific. Kuna yale ambayo tumetajiwa.
Moja ni Taurati imetajwa. Huwezi kataa Taurati kisha ukasema wewe ni Muislamu, huwezi, kwa sababu Taurati imetajwa ndani ya Qur'ani. Injili imetajwa, haikutajwa? Imetajwa. Zaburi imetajwa. Hizi ni vitabu vya Mungu, lazima uviamini. Lakini kisichotajwa, mfano Yahya aliambiwa amepewa kitabu ngoja lakini hatukutajiwa jina. Umenipata vizuri? Khudh kitab. Ya ayu al-nabii khudh kitab. Subiri kidogo. Aliambiwa. Sasa mimi na huyu subiri tunazungumzia ni serious. Subiri kidogo. Nguzo ya Uislamu. Mimi narudi tena. Amini Mungu. Nguzo ya kwanza kidogo. Vitabu umevunja nguzo ya Uislamu. Ya kwamba sio lazima Muislamu aamini nguzo ya vitabu. Sio katika nguzo ya Uislamu. Kuamini vitabu ni arkanul iman, sio arkanul islam. Usimix. Sio nguzo ya Uislamu, ni nguzo ya imani. So nguzo ya imani ya Adam sio Muislamu. Hii nguzo ya imani ya Adam ni kwanza nimalize. Unisikize. Hii ni nguzo ya imani katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si lazima hii nguzo ya imani katika ummati Muhammad iwe na same na nguzo ya imani wakati wa Isa. Si lazima. Sheria na maamri hubadilika, si lazima. Nguzo ya Uislamu iwe sawa na nguzo ya Uislamu wakati wa Isa, si lazima. Sheria hubadilika. Hebu soma suratul Hajj, sura 22:67. Sheria hubadilika kwa manabii, wana namna ya ibada tofauti tofauti. Soma hiyo 67. Lakini ile sheria isiyobadilika ni moja. Sheria isiyobadilika ni ngapi Waislamu? La ilaha. Sheria isiyobadilika ni tauhid peke yake. Mengine yote wanaweza wakatofautiana katika zama mbalimbali na umma mbalimbali. Sheria aliyopewa Musa si lazima iwe same and equal aliyopewa Muhammad. It's not must. But kwa tauhid ni must. Tauhid haibadiliki. Wote walipewa same information kuhusu tauhid. Wote walikuwa wanasema qulu la ilaha illa Allah tuflihun. Shahada ilikuwa ni ile la ilaha illa Allah. Lakini sheria na ibada, namna ya ibada ilikuwa inatofautiana. Kwa nani anajua? Hata mtoto mdogo anajua hilo. Joseph, soma hiyo. Amesema amejibiwa. Soma hiyo. Inasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Inasemaje? Kila umma, sikiliza vizuri, kila umma tumeujalia kawaida ya ibada. Tumeujalia kawaida ya ibada. Wanaoishika basi washindane nawe katika jambo hili. Kila umma ulikuwa na kawaida na namna ya ibada waliopewa. Si lazima ikuwe equal and the same. Zinaweza kuwa different. Kuna wakati ilikuwa nyama ya ngamia. Mbona mnasema tusujudu? Kwa kila umma ilikuwa na ibada yake. Mbona unasomanga Yesu akaenda mbele kidogo, akaanguka, akasujudu. Na unasema kila umma ilikuwa na subiri kidogo. Na ibada yake. Mbona uchukue ibada ya Yesu? Haya sawa. Wacha nikueleze. Umma hii tumo hapa ndani saa hii. Wewe Abu Jahal na wengine hamuko katika ummati Isa, muko ndani ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati Muhammad wameamrishwa kusujudu. Lakini hii kusujudu, kusujudu ni aina ya ibada ambayo ni makhsus kwa Mwenyezi Mungu. Na umma zote ibada ilikuwa makhsus kwa Mungu. Ibada ya kusujudu, ibada ya kuabudu ilikuwa hairuhusiwi wengine waabudiwe isipokuwa Mungu. Ukisikia la ilaha illa Allah, maana yake la maabuda bihaqqin illa Allah. La ilaha maana yake inaingia ibada, inabeba mpaka ibada. So umma zote walikuwa waabudu isipokuwa nani? Mwenyezi Mungu. Walikuwa waabudu binadamu. Sasa tukikwambia muabudu Mungu, unasema hii ni umma, mbona nilazimishwa? Wewe uko ndani ya ummati Muhammad, upende usipende. Kama ibada ya kusujudu Yesu alikuwa nayo, si ajabu na sisi tukue nayo. Si ajabu kama Yesu alikuwa anaswali kwa kusujudu na ummati Muhammad wanasali kwa kusujudu. Kuna shida hapo? Waislamu kuna shida? Hakuna shida. Maadamu ibada ni ile, inaweza fanana ama isifanane, hatuna shida hiyo. Haya, nani mwingine ana swali? Mpa huyo mzee. Hapo karibu. Unaitwa nani? Mimi Andrew. Weleni kwanza, leo ninaomba kidogo. Mati helke baka marka jawi kama fiona. Inshallah ilahi afimat bikanasi. Haya, unasemaje Andrew? Okay, kwa hiyo mada ilikuwa
Ni mada kifupi tu. Wewe ongea yako, wachana huyu mtu. Hiyo okay, tulikuwa tunataka tulainishe hiyo mada tuende kwa nyingine. Maliza hiyo mada. Kwa sababu kuongea kwa ukweli mwanzo Mungu alikuwa anaongea na manabii yake direct bila vitabu. Kama Noah, Ibrahimu, Adam walikuwa wanaongea kama wewe vile tunaongea hivi. Hiyo ni ukweli ama uongo? Subiri kidogo. Ndio. Hii maneno si wewe umesema? Si ndio. Ulitoa wapi? Nitoa wapi? Wacha tusome andiko moja, chapter 1 verse 1. Inasemaje? Wacha tusome. Wapi? Hebrews chapter 1 verse 1. Pia asome. Ndio. Moja. Waebrania 1:1. Naam. Inasema nini? Naam. Mungu ambaye alisemezana na baba zetu, katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Subiri. Kumbe ilikuwa anasemezana nao kwa sehemu nyingi na njia nyingi. Hiyo ni ukweli ama uongo? Sasa sisi tunakwambia moja katika njia ni vitabu. Sasa hii ya kusema hakuna kitabu, si ndio? Ngoja, hii ya kusema hakuna kitabu ulitoa wapi? Mimi kusema si ndio hiyo ile habari inasema haya mwanzo. Ngoja kidogo. Hata kama unasema ngoja kidogo. Ndio. Hii topic tuweke kando. Okay. Turudi katika tauhid. Mungu mmoja. Unaamini Mungu ni mmoja? Si ndio? Na mtu akisema ni watatu? Hakuna kwa Biblia yenye inasema Mungu tatu. Mtu akisema kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana na kuna Mungu Roho Mtakatifu, na wote ni Mungu na wote ni ndani ya yote. Mtu kama huyu aseme Yesu ni Mungu, utamkubalia utamkataa? Hakuna andiko inasema hivyo. Hiyo sio ukweli. Kwa hivyo hiyo ni uongo. Mungu, Biblia inasema Mungu moja. Mtu akisema Yesu ni Mungu, sijawahi kuonako Yesu akisema ni mimi Mungu. Haya, mtu huyo. Okay, wacha tuende. Wacha tumsikie mwenye anasemaga. Wewe usemi. Kuna mtu anasema, wacha tumpe turudi kwako. Mpe huyo Boni. Asio Boni, mpe huyo Abujali, mtoto wa Abujali. Charles, habari yako? Salama. Wewe ndio unasemaga Yesu ni Mungu? Ndio. Na mtu akisema Yesu si Mungu, ni mkweli ni mwongo? Wacha maandiko iseme. Nasema hivi, mfano mimi pia nasema Yesu si Mungu. Ni sawa, maandiko ndio nataka. Kwa hivyo naamini Yesu ni Mungu. Ndio 100%. Na maandiko inakubali. Na maandiko si mambo ya story. Nasema hivi, maandiko pia inakubali Yesu ni Mungu. Kwa huyu sasa. Tuende kwa maandiko. Narudi, tutaenda kwa maandiko, hata yeye anaenda kwa maandiko. Huyu anasema Yesu ni Mungu kwa mujibu wa maandiko. Wewe ungemjibu aje? Okay, kuandika ndio kusinzia na maandiko, anasingizia maandiko. Wacha tusaidiane leo. Nataka ili Wakristo tukue kitu kimoja kweli, kwa sababu Biblia hii iliandikwa kama inaongoza na Roho kabisa. Sipokuwa sisi ambao tunasoma pengine tunajielewa ndio. Sasa wacha tusaidiane hivi. Nasema hivi, ngoja kidogo. Yeye huyu akupe ushahidi Yesu anasema mimi ni Mungu, si ni kweli? Si ndivyo? Si ndio? Akishindwa kutoa, wewe utoe andiko Yesu si Mungu, si ni kweli? Haya, sawa. Sasa kwa njia ya ufupi, inataka mahali ambao Yesu mwenyewe alisema mimi nimekuja kama Mungu. Mpe. Mpe. Haya, mtoto wa Abujali, sikiza kwa makini. Ngoja kidogo. Huyu ni Charles. Ni Andrew, wewe ni Charles. Andrew anasema nataka mahali Yesu mwenyewe anasema mimi nimekuja kama Mungu. Sawa? Umpe andiko. Na ulisema uko na nini? Simesema maandiko. Toa sasa. Nitoe nini? Mahali Yesu anasema mimi nimekuja Mungu. Mimi nimekuja Mungu. Mimi nimekuja ni Mungu. Ikuje venye unataka hivyo. Venye Andrew anataka. Venye anataka. Sio mimi ni. Yaani sisi ndio tunaandika hizi vitabu. Mimi ni chairman, mediator. Hiyo maandiko vile ulisema iko, toa sasa. Nimeuliza hivi. Usizunguke na hivi. Hata wewe unataka andiko itoke venye unataka hivyo. Venye unasema hivyo. Ni venye anataka huyo. Andrew, sio mimi. Usinikasirikie mimi, kasirikia Mkristo mwenzako. Sio mimi. Usiniangalie vibaya.
ambaye wewe ndio unatoa uamuzi na wewe. Mimi lakini unatumia huyo. Mimi kama chairman, kama mediator between Wakristo wawili ambao wako confused juu ya Bible. Mmoja anasema Yesu ni Mungu, mwingine anasema Yesu si nani? Si Mungu. Wakristo wangapi? Wawili. Biblia ni ngapi? Moja. Biblia moja. Wakristo si wawili, Wakristo ni wengi. Sawa, naongelea imani mbili ya Wakristo. Biblia moja imetoa imani ngapi? Mbili. Moja inasema Yesu ni nani? Mungu. Ambaye ni wewe, sawa? Imani nyingine ya huyu inasema Yesu si nani? Si Mungu. Sawa, hiyo ndio nataka kufanya. Subiri kidogo. Siwezi fanya. Wapi andiko? Labda wadili na Tony. Mpe Andrew. Huyu jamaa anashindwa swali yako. Rudia tena swali. Rudia tena. Wewe bodi sikiza swali. Iko hivi. Huyu ameshindwa. Iko hivi. Tunataka andiko kutoka kwa vitabu 4. Kutoka kwa vitabu 4 ya Injili. Ya Injili ambayo tukua hata na mstari moja tu. Mstari ngapi? Hata moja tu. Hata moja tu. Kuanzia Matthew, Luka, Marko na John. Kama Yesu mwenyewe. Kwa hiyo vitabu 4. Kwa nipati yako fasi moja tu. Kupati yako fasi ngapi? Yenye alisema mimi Yesu ni Mungu. Mpe boni. Waislamu takbir. Leo Wakristo wamekipata. Boni, habari yako? Salama. Unaamini Yesu ni Mungu? Ndio. Huyu ni Andrew, Mkristo. Anakuuliza wewe, Boni. Tayari mtoto wa Bujala amesema mimi sina jibu. Umebaki wewe uokoe jahazi. Sikiza. Umebaki uokoe nini? Jahazi. Mkristo anakuuliza katika Injili 4, wapi Yesu anasema mimi ni Mungu? Waislamu atoa sitoe? Ayatoa andiko. Boni. Namsomea. Mtu akusomee msomaji, usimfute kazi. Usimfute kazi msomaji. Nisomee Yohana 14. Unisomee 7. Haya, mpe asome. 8 na 9. Mpe. Yesu aseme mimi ni Mungu. Basi. Leo imepatikana leo. Warwala magalo. Minda kuwa kanu leya wara shirki gidaya. Isa ilaha mahara. Kuka leo leya maya Isa ilaha. Kika leo huda wara iso sarmel Isa huda aniga ilaha. Aniga da'wada ilaha bawanufu. Galada ayaga hujjo iskwa. Ayaga qorta iskashanaya. Anaga kuma jirno. Banaanka ka taagana. Garga bamaya haya maba geli karo dagaal. Ayaga shu daylaya. Wayulizaji wajibisani huko. Inasema ni kan kasu ujibabaya. Kan huda Isa ilaha kasna huda majirto ilaha maaha. Ayaga na huda sijawiyat wixii ka soo ara qaadanayna. Soona sasa. Inasema ni kama Mungu alijua mimi. Mungu alijua na Baba. Tangu sasa mnajua. Tena mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba. Yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwa hapa pamoja nanyi siku zote. Wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje? Utuonyeshe Baba. Huyu baba ngoja kidogo. Endelea. Mimi ndio nimetoa andiko. Wewe ndio umetoa andiko. Ndio. Na huyu ameuliza, wapi Yesu alisema yeye ni nani? Ni Mungu. Na si yeye wa kwanza kuuliza hiyo swali. Hata Filipo aliuliza Yesu hiyo swali. Aliulizaje? Akamwambia tuonyeshe Baba. Yeye aliuliza kuhusu Baba ama kwani Baba ni nani? Kwa imani ya Bible Baba ni nani? Haya, sawa. Mpe yeye mwenyewe tusikie kama amesikia jibu. Mpe mwenyewe. Rafiki yangu amekujibu huyu. Kulingana na hiyo maandiko, wacha ateremke chini. Teremka chini. Anakumaliza na chini sasa. Haya, umemalizwa sasa. Unaambiwa teremka chini. Kumbe hata chini hujasoma. Kumbe ulisoma juu, chini hujaenda. Boni kii kama si unafiki ni nini? Unaacha Biblia nusu nusu. Hii nyingine mbona hujasoma? Inasema nini? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Haya maneno
haya maneno niwaambie mimi. Haya maneno ninawaambia, ukiniona mimi umeona Baba. Sisemi hiyo kwa shauri langu, lakini Baba akae ndani yangu uzifanya kazi zako. Sasa kwa hivyo kwa andiko yako umenyongwa. Unaona ndugu yangu, Ngoja kidogo. Kidogo. Sasa hii ni part 1. Part 2 kesho. Inaendelea hapo gani? Wewe na huyo debate. Subiri kidogo. Kesho hapa nyinyi wawili ndio mna debate. Part 2. Hii ni part 1. Part 2 kitoroka shauri yako. Wabillahi tawfiq. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا